بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. واضرب katika lugha ya Kiarabu maana ya dharaba, yani dharaba ni kupiga kitu namna hii, yani ni kufikisha kitu kwa kitu chengine, ndio maana ya dharaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Musa alayhi salatu wassalam alipofika baharini, akamwambia ya Musa, idhrib bi'asaka al-bahr, piga kwa fimbo yako bahari. Ni kukutana ile fimbo ya Musa na bahari, hiyo ndio dharaba. Lakini katika uslubi wa kilugha, ikija kilma alafu ikiwa maana yake ni tofauti na ile maana ya kilma katika sigha yake, huwa ina faida mara zaidi ya mbili. Faida ya kwanza, ima matumizi ya ile lugha ni kutia nguvu kwa lile jambo. Matumizi ya ile lugha ni kutia nguvu kwa lile jambo. Hasa dharaba, Mwenyezi Mungu akizungumza katika Qur'an upenda sana kuileta na kilma cha mathal, kilma cha tashbihi. Kwa mfano ndani ya Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala tumia kilma cha hichi cha dharaba akisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu, Allah atumia kilma cha dharaba kupiga kwa mfano, sio kupiga kwa kutanishana kitu, yani kukitia kitu nguvu. Maana yake sasa, kwa faida ya kwanza, daraba Allahu mathalan lilladhina amanu, Allah anapiga mfano kwa wale ambao kwamba wameamini. Amanu ni jamu ya mu'minina na mu'minati, yani wanaume wa kike waliomwamini Mungu na mtume wenye imani, na wanaume wa kiume waliomwamini Mungu na mtume mwenye imani. Mungu piga ile imani zao zote, umpigia na usa na mmoja. Daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Imra'ata fir'aun yani Asia binti Muzahim, mke wa Farawa. Nani asemjua Farawa dunia hii? Uwe Muislamu, uwe Yahudi, uwe Nasara, uwe nani amjui Farawa? Yuko Misri, ameanikwa hivi, amekaushwa na Mwenyezi Mungu. Ni yule ambaye kwamba qala ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu aliye juu. Kufuru yake ilifika hapo, na hakuna kitu kiliopiga ushindo mkubwa ndani ya Qur'ani na ndani ya historia ya mwanadamu kama kisa cha Farawa. Sasa angalia, Mungu anapiga mfano kutumia kilima cha dharaba kutia nguvu, yani kuwa hakuna imani iliyo na nguvu zaidi kuliko mwanamke wakati wake. Mwanamke anaishi na mtu jambazi, mtu muuaji, mtu mfisadi, mtu ambaye kwamba si ati liko hamuudhi, lakini wenye historia wanasema mke wa Firauni hajawahi hata siku moja kumuudhi mume wake. Yale mambo yote ya mume alikuwa akimtekelezea. Ndio Mungu asema, wa dharaba Allahu mathalan lilladhina amanu, imani hiyo imra'ata fir'aun, yani Allah aonesha ile imani hadi ya juu ya huyu mwanamke kwa sababu ya kuishi na adui wa Mungu na mtume. Kilma cha dharaba katika takwiya, ukifanya nguvu kufananisha waumini na huyu muumini mmoja katika imani. Faida ya pili ambayo kwamba ikija kilma cha dharaba katika Qur'ani tunaipata ni taswiya. Ikija na mathala taswiya, yani Mungu ataka kuambia nyinyi, yani yale ambayo kwamba yazungumzia ni mfano wenu nyinyi, yale matendo wanawatenda hata kwa kuwazungumzia, hata nyinyi mnayo, iwapo hamjamfanyia mtume lakini mtamfanyia. Sahibul Yasin walimua watu wa Qarya. Kwa hivyo hata nyinyi kina Abu Lahab na kina Abu Jahal na Makureishi mtataka kumua mtume. Walitaka wakutaka, walifanya mbinu nyingi sana kumua mtume, na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala tumechi kilma wadrib lahum mathalan ashabal qarya, wapigie mfano wao, mfano wa watu wa kijiji. Ashabal qarya, ashabal qarya. Kabla hatujaingia katika ashabal qarya, hii aya kipande hichi kinatupatia
umuhimu mwingine wa sisi madai. Allah nyuma subhanahu wa ta'ala alimwelezea mtume, sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wewe ukiwahofisha hawa makureishi na wasomwamini Mwenyezi Mungu, na ukiwacha kuwahofisha, yani kuwafikisha ule ujumbe, hawakuamini. Kwa hivyo mtume, Mwenyezi Mungu alimpatia ofa mtume, akiwacha sawa na akiendelea sawa, lakini mtume hakuacha. Kwa sababu gani? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Mtume yani hata ukamfanyia ubaya gani, yeye lengo lake ni akuokoe katika maisha baadaye, kwa sababu Mungu alimuonesha ile maisha baadaye alipoenda Miraji. Ndio watu ambao kwamba wanaoshwa asrari za mambo ya kidunia huwa wanahamu sana watu wayajue, ili wafanye nini? Waongoke na yale matatizo ambayo kwamba watakayopata. Mtume hakuacha. Kwa hivyo mtume baada ya hakuacha kuwafikishia ujumbe na kuwalingania, angalia sasa Mwenyezi Mungu ambadilisha uslubu wa kuwalingania. Baada ya kwenda kuambia bana, mkiniamini mimi mtapata pepo, na msiponiamini mimi na Mungu mtapata moto, Mungu amwambia wacha tumia uslubu huu, wapigie mfano. Yani ukienda kwa Makureishi usiwaambie masala tena ya moto wala pepo. Hao labda wakaona wewe ni mgeni na Qur'ani, ama sio? Wapigie mifano ya vitabu vilivyopita. Wanajua kuna Injili, wanajua kuna Zaburi, wanajua kuna Taurati, vitabu vya Mungu, wapigie mfano waliomo ndani. Ndio hapa Allah anampigia, anamwambia ya Rasulullah, yudhrib lahum mathalan ashabal qarya. Ukifika wapatie mfano wa ashabal qarya. Kilima cha ashabu pia kina maana. Kilima cha ashab maana yake ni kuwa hawa watu wa qarya ni wazaliwa wa hapo, wanaojua hicho kijiji, wanajua hicho kijiji vizuri sana kuliko watu wengine wote, ndio wakaitwa ashab. Ni kama vile ukisema ashabi Rasulillah, huwa ni mtu ameishi na mtume, ameamiliana na mtume, amemwamini mtume. Sawa? Ashab. Qarya. Ndani ya Qur'ani kuna matamshi tofauti yanatumika, Mwenyezi Mungu atumia yote na maana yake. Kuna qarya, kuna Madina, kuna bilad. La uqsimu bihadha albalad. Mwenyezi Mungu hapa na mji wa Makkah. Balad ni mji ambao kwamba haujaendelea kwa development na hauna watu wengi, ndio itwa balad. Waswahili wa kule Lamu huwa tuwaita biladi, wabara tunaita ushago, ndio balad. Yani nyumba hapa, nyingine kule, nyingine kule. Balad ni mji ambao kwamba una heshima na watu wake wanaheshima hata kama hawamwamini Mungu. Ndio maana ya balad. Fahamu? Mfano Nabii Allah Ibrahim aliombea dua baladi ya Makkah wakati ule akiwa na Ismaili, ile aliita balad amina mutmainna warzuq ahla min athamarati man amana bi. Aliita balad kwa sababu ilikuwa ni mji haujaendelea kimaendeleo. Madina ni mji ambao kwamba una development, una majumba makubwa makubwa, una maendeleo, watu wamejua kuvaa, wamejua kuishi, kama vile tunasema Nyali ama tunasema sehemu za matajiri, ndio inaitwa Madina. Kiarabu utasema kama tauni, sehemu zilizostaarabika. Mwenyezi Mungu apigia mfano katika Qur'ani, waqalatin niswatu fil madina, waqalatin niswatu fil madina. Nabii Allah Yusuf alayhi salatu Zulaikha alikuwa akiishi katika nyumba ya kifalme, nyumba iliyostaarabika, nyumba yenye maendeleo, nyumba yenye heshima, ilikuwa hakuna mambo mabaya pale. Umefahamu? Sasa wale wanawake wafanyi kazi wakasema waqalatin niswatu fil madina, na ndio mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaitwa Madinatul Munawwar kwa sababu ulikuwa ni mji Mtume alipoingia ulianza kustaarabika. Maka uliitwa Qarya kwa sababu ni mji wa Waarabu waliokuwa hawakustaarabika. Kuna Arab musta'rab na Arabu ghairu musta'rab.
Kuna Waarabu waliostaarabika na Waarabu ambao kwamba hawakustaarabika. Kama kusema kuna Waswahili na kuna Uswahili. Kuna Wapwani ambao kwamba wamestaarabika na Uswahili na kuna Wapwani ambao kwamba ni Waswahili tu, wale wenye kuharibu mila za watu. Na ndiyo Mtume alipoenda Madina, ule mji ukanawiri kwa sababu ya akhlaki zilizokuwa pale kimaisha. Umefahamu eh? Hii ni Madina. Qarya ni kijiji. Unajua kijiji kama hichi chetu cha matope matope cha bamba. Sifa ya kijiji ni sifa, kuna wana haramu, watu oana hawawani, watiana mimba wakazaa watoto wana haramu. Qarya ni mahali ambapo uchafu wote uko hapo. Majengo hizi majengo, ukisema majengo mitaitwa majengo. Nairobi majengo, Kikomba pale, Mombasa majengo. Ni mitambo kwamba ukiingia ndani kuna sarakasi, uchafu wote wa shetani. Kwa sababu shetani wapenda mafukara maskini. Kwa sababu maskini rahisi kwa kupokea shetani wakawaeka. Ndio maana ya qarya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wote wakitumilizwa katika vijiji huomba hii dua. Rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalimatu ahluha. Mitume wote walikuwa wakiomba hivyo, ya Rabbi tuondoshe katika hichi kijiji watu wapotevu. Hiyo ndio maana ya qarya. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume wapigie watu wa Maka ambao kwamba ni qarya ya Maka, wapigie mfano kuwa kulikuwa na kijiji chengine chenye cha watu wajeuri, watu anid, watu hataki kuamini mitume wao. Wapigie nini? Wadhrib lahum mathalan ashabal qarya idh jaaha al-mursalun. Idh jaaha al-mursalun, ilipowajia. Hapa ni ya taanif katika lugha. Dhamiri yake yarejea kwa qarya, hairejei kwa watu wa qarya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mji ndio unamkosea Mungu unatumilizwa mtume au ni watu wa mji? Angalia uslubu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio Qur'ani. Raha ya Qur'ani ni ile lugha yake. Idh jaaha, ni dhamiri ya ta'nith ya muannath ya kike, inarejea katika qarya kwa sababu inatema marbuta ya kike. Sasa Mungu mbona waregesha dhamiri ilipoajilia hicho kijiji ama watu wa kijiji? Hii ni husnul khuluq ya Mwenyezi Mungu. Mungu hamkashifu mwanadamu aliyomuumba na mikono yake mwenyewe hata akamkosea. Watu walimkosea Mungu wakamua mtume wa Mungu. Lakini Mungu kwa husnul khuluq yake harejesha akasema mwanadamu amenikosea, la. Yarejesha kijiji. Hatumilizi kijiji au mitume watumiliza kwa wenye kijiji. Lakini tabia mzuri, hata babako mzazi akikuchapa, ukiwa na tabia mzuri useme babangu amenipiga, sema babangu amenitia adabu. Angalia Mwenyezi Mungu. Mfano mwingine atakaonielewe. Sisi kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani tukikosa chakula na maji hakuna, tunasema nini? Tunasikia njaa. Lakini Mwenyezi Mungu akawanyima, akawaamrisha muache kula na kunwa, lakini utasema nasikia saumu. Ni husnul khuluq kwa sababu ni amri ya nani? Ndio mimi kanuni yangu na ndio ya Qur'ani na ndio ya mtume. Hakuna kadari ya shari. Kadari ya shari iko kwa maibilisi waliokubali shari, wanazitia magonjwa kwa wanadamu, wanatia uovu kwa wanadamu. Wewe ukisema kuwa hii kadari enda kwa Mungu ni direct, haifai namna hiyo. Kwa mfano mzuri watu wanaelewa. Uko na mke wako nyumbani kwako. Na huu mfano unapigia sana kwa sababu ameweka wazi na Qur'an. Uko na mke wako, umekosana mke wako. Ni makosa, mimi nasema ni makosa kiakhlaki na kimila kibinadamu. Umwambie mke wako, wewe mbaya sana, wewe mwanamke mkorofi, wewe mwanamke yani unipendi, wewe mwanamke adui kwangu, wewe mwanamke. Yule mwanamke ukimtukana wewe, umemtukana nani? Aliyemuumba. Ukikashifu gari, umemtukana yule mchina aliyeunda ile gari. Ukikashifu elimu, umemtukana nani? Mwalimu. Lakini hebu angalia vile shetani ametutawala. Au mwambie mke wako, mke wangu bana, wewe
wewe unaona una jini wewe. Huyu jini ndio kufanya wewe unikosee, unidharau, unifanye mimi madharau. Hebu tutafute mwalimu tumtoe jini. Wewe hujamsomea mwanamke, umemsomea kile alichokibeba mwanamke akioni, ndio kimemfanya afanye. Lakini kuna mwanamke atakubali au mwanamume? Nani ana jini? Nani? Amwambia umerogwa. Nimerogwa. Jamaa. Nikikwambia wewe una tabia mbaya, wewe mkorofi, utasikia raha. Lakini nikikufanya wewe ni mzuri, nikasema kile kilichofika kwamba ni shetani ndio cha kufanya ufanye hivi, wakasirika. Wakasirika na nini? Angalia kwa Mungu sasa yaleta idjaaha, yoipeleka dhamiri ya kutumia mitume, kwa sababu wale watu wa hiyo karya ni watu waovu walioua mitume yao. Kwa hivyo Mungu ameumba wale wanadamu, hataki kuwaregeshia dhamiri kwa wanadamu kwa sababu ya husnul khuluq. Yeye ndio aliwaumba, yajua kilichofichika kwa mwanadamu nani? Shetani. Na kesho kiyama Allah atamuuliza shetani, wewe umempoteza mwanadamu? Atasema ni shetani, waqala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin mubin. Hii ni sura Qaf ndio imeeleza mambo ya majini, karini wale. Wewe upotei, huyo karini ndio kupoteza wewe kupitia na ibilisi wakando. Wadhrib lahum mathalan ashab alqarya idh jaaha. Na tuweze tukairegesha hii ya muannath, ya muannath tukairegesha kwa ashabu, kwa sababu ashabu ni jamu, wana kanuni, wanasema kullu jam'in mu'natha, kila mkusanyiko wa kitu tunakipeleka kwa dhamiri ya kike. Lakini usawa hapa ni qarya al-mursalun, tumatumiliza mitume. Al-mursalun hapa ina maana mingi tofauti. Mursal ni mitume mursal, lakini kulingana na hii aya inayofuata na mitume waliotumilizwa, mtakubaliana na mimi kuwa kila mtu ni mtume kwa kitu. Wale mitume waliotajwa katika historia na Qur'ani, wale ni waliopatiwa miujiza, yani wamepatiwa shahada. Lakini kila mtu ni mtume kwa mwenzake, kwa mji wake, kwa sababu mtume na jambo moja, litundhira qauman. Wewe ukimwona mtu afanya uovu, huwezi kumwambia bana kesho kuna moto, sitamwambia. Wewe ukimwona mtu uenda mabaya, sitamwelekeza. Hiyo ndio kazi ya mitume. Wacha wewe mwanadamu, kitu chochote chenye kujulisha wewe na kukumbusha wewe moto au pepo, hicho ni mtume, kimetumwa kwako. Kaumu kama si kaumu Saleh, kama sijakosea, Mungu anasema kaumu Saleh. Mungu anasema inna mursilun nakata fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Kaumu Saleh walitumiwa, Mungu atumia kilima cha mursil. Inna mursilun nakata, walitumiwa ngamia. Angalia mnyama anaitwa katika jina kama hivi mursalun, mnyama anaitwa mursal. Kwa hivyo kitu chochote chenye indhari na chenye kubashiria wewe ukimtii Mwenyezi Mungu, hiyo ni risala. Kazi ya kuitwa rasul wewe ni risala, ukifikisha ujumbe wa Mungu wewe ni rasul. Si lazima wewe ni mtume wa mwisho, ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad yule ni mtume aliopatiwa miujiza. Idh arsalna ilayhim ithnain. Shufa ibara, idh arsalna, tulipo watumiliza, ilayhim, kwa hao watu wa hiyo qarya, ithnaini, mitume wawili. Hapa kusema mitume amesema ithnaini, sawa. Fakadhabuhuma, wakawakanusha hao watu wawili, mitume wawili. Fa'azzazna bithalithin, tukaongezea mmoja kama reinforce ili wapate kuamini. Faqalu, wakasema hao mitume, inna, sisi hakika yetu sisi, ilaikum, kwenu nyinyi, mursalun, tumetumilizwa. Hawa mitume katika Ibn Kathiri na vitabu vyote vya mufassirun wamewataja, wamekhtalifiana. Mitume hawa watatu walikuwa majina yao, walitumwa katika mji wa Antiokia. Mji wa Antiokia kulikuwa na mfalme alikuwa akiitwa Antiochus, kama sijakosea, katika
matemshi. Antikhas alikuwa ni mfalme, kazi yao ilikuwa ni kuabudu masanamu kama mambo ya zamani. Sasa Mungu akaona hawa wameketi muda mwingi wanaabudu masanamu, akatuma watu wawili, wakaja kaishi nao mwanzo. Walipokuwa wakawapatia risala ya Mwenyezi Mungu kuwa kuabudu masanamu ni makosa, wakawaamini. Mungu akawatumia watatu. Hao watatu kina Ibn Kathir na vitabu vingine wamekhtalifiana katika majina yao. Hashufu majina yao, wanasema mmoja alikuwa akiitwa Shamun, mwingine akaitwa Yohana, mwingine akaitwa Bulis katika tafsiri moja. Wengine wakapokea wakasema la, mmoja alikuwa akiitwa Sadiq na mwingine Saduq na mwingine Shalom. Haya majina nafikiri mshasikia katika Injili, iwapo wenzetu wanaita Biblia. Wakaja na ikhtilafu wana tarehe, wakasema hichi kijiji na mitume walikuwa kabla ya Isa, yani wakati wa Musa alipoangamizwa Firauni, Musa akafa kinarudi, kuliketi muda, ukaja watu wakabadilisha mendo, wakaabudu wale masanamu wale. Basi wakaanza kuabudu masanamu. Waliporudi wakatumizwa ushahidi wa kuonesha waliosema ilikuwa baada ya Musa sio baada ya Isa, wamesema kuwa hawa watu waliangamizwa. Allah baadaye anasema wama anzalna ala qaumi min ba'di min jundi min as-samai wama kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahida. Hawa hichi kijiji kiliangamizwa chote na kanuni ya Mungu. Baada ya kuja Isa ambaye kwamba wanamuita ni Yesu, Mungu aliacha kuangamiza watu, aliacha kabisa. Hakuna kijiji kiliangamizwa baada ya Yesu. Kabla ya Yesu Firauni ndio aliangamizwa kwa bahari. Kwa hivyo wakachukulia ushahidi ikiwa hao wameangamizwa basi walikuwa kabla ya Isa. Lakini wakaja kina Ibn Kathir na kina Ibn Abbas wengine wakasema fasuna la, hawa watu walikuja baada ya Isa kuondoka kwa miaka 600 aje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo katikati. Kwa sababu haya majina kina Yohana wakasema ni wafuasi wa Isa ambao wanamuita Yesu. Haya majina kina Yohana ni wale wafuasi wa Yesu ambao wanamuita Yesu, Isa ibn Maryam. Ndio Isa aliwatuma wafuasi waende katika miji wamtangaze Mungu. Sasa basi, ikiwa ni wakati wa Musa au wakati wa Isa, tuchukulie ni wakati wa Isa. Ikiwa ni wakati wa Isa, na hii ndio kauli rajih ya nguvu kwa hawa watu walikuwa wakati wa Isa. Haya majina kina Yohana alikuwa mwanafunzi wa Isa. Hawa wasio kwa Waislamu wanasema Yohana alikuwa ni nabii, lakini sisi tukakataa sio. Na hapa mtume yosema inna arsalna ilayhim, Mwenyezi asema id arsalna ilayhim ithnaini, akasema katika ile karya ashabal qaryati jaa hal mursalun. Kwa hivyo tutasema Wakristo ni warongo kwa kina Yohana si manabii? Mimi ati nitasema ni warongo. Naja kwa ile madango kwa kila mtu ni mjumbe wa Mungu afikishe ujumbe. Hawa ni mitume kama vile mimi na wewe. Kama vile mimi na wewe tulivyotumwa katika mji wetu, tuondoe huu chafu ambao kwamba umekomaa, umekita mizizi hapa katika mji wetu. Nafahamu Kwa hivyo sote ni mitume tufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini wale mitume walitoleta tarehe Isa, kutoka Isa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alimtabiri, si ndio? Hawa wengine ni adia, ni wanadamu ambao wanafikisha ujumbe kina Yohana. Nafahamu Kwa hivyo iwe ni wakati wa Musa kabla Isa, iwe ni wakati wa Isa kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawa si mitume waliopatiwa miujiza. Hawa ni watu waliofikisha ujumbe. Ndio Mungu akamwambia id arsalna ilayhim ithnaini, si rasulaini, ithnaini. Mungu akataja kwa majina hayo. Fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Hawa sana wanasema kwa sisi tumetumwa kwenu. Sisi na hufika wakati wewe mwanadamu, kwa mfano napiga mfano masala ya majini. Kuna watu Mungu amewapatia uwezo wa kuyaona, si kuyaona kidhati kwa ni jini, kutambua kuwa huyu wafanya hivi, huyu wafanya hivi, huyu ndio yaua, huyu wapatia ugonjwa, huyu waparalyze mtu, huyu wakosesha kazi watu, huyu ni hivi. Kuna watu wana uwezo Mungu amewapatia ya kuona vitu kama hivyo. Kama vile nyinyi mlivyokuwa na uwezo wa kubadilika kuwa mapopo,
kutuma mapaka, kutuma majongoo kwa watu, wale majini. Pia nyinyi mna uwezo. Kama majini wamewapa na Mungu hata. Sasa huyu mwenye uwezo akija akimwelezea mtu ili aondoe lile jambo, nani atamwamini? Na ni kitu cha kaidia. Hata amini, sio? Kwa hivyo inakuja wakati mpaka mtu nabii anasema, mimi ni mtume nimetumwa kwenu. Wewe mtu wa kawaida hujui, lakini wale usiku wanajua huyu jamaa anayosema ni kweli. Na si lazima wewe ujue, mimi nikijua alhamdulillah, na yeye adui yangu akijua alhamdulillah. Sasa ndio mfano wake na Yohana. Mungu amewataja kama ni mursal kwa sababu wameenda katika mji, wakaishi, wakaona uovu unatendeka kwa Mungu, wakabidi wafanye indhari na bishara. Fahamu faqalu inna ilaykum mursalun, wakasema kuwa sisi kwenu nyinyi ni mitume tumetumilizwa. Qalu, wale watu wa mji wakasema, ma antum, hamkuwa nyinyi watu watatu, illa basharun mithluna, isipokuwa ni watu adi, ni kawaida tuwajua, tumeshina nyinyi. Utatuambiaje vitu kama hivi? Wama anzala arrahmanu min shay'in antum illa taqulun, wala hakuteremsha Arrahman ambaye kwamba ni Mungu isipokuwa nyinyi ni warongo. Na khali bali, wacha mambo yote. Siku yote ukiwa na Mungu, watu 1000 watakukanusha kwa sababu wao ni watu wa shetani. Lakini wewe stick na Mwenyezi Mungu. Wakwambia atakavyokuambia, wakugeuzie chapter kwa wewe ndio mchawi mkubwa, wewe ndio nini. Wewe stick tu. Walijua unalolifikisha lifikishe. Fahamu? Ndio hawa watu na ada yao, na kila dhalimu yuko hivyo. Atajaribu kupaka matope, lakini ukiwa na Mungu litajulikana na litainuka. Naona temu imeisha, tungeendelea. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum la mursalun. Hapo wanasema nyinyi watuambia sisi ni warongo, na tukikuja kwa Shia wanasema inna ilaykum la mursalun, wallahi sisi kwenu nyinyi tumetumwa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.